manake tunaongoza. Ikija Uganda itabidi yule kocha aweze kustrategize. Strategy ni kwamba tusiwache vijana wapenye vile wanavyopenya. Hao vijana wanapenya. Tukigundua kwamba wako na footwork mzuri, itakuwa vyema tubadilishe defense yetu, tucheze 6-0 defense, na sababu sisi ni warefu na Wakenya si warefu. Bora tuweke mikono juu, kwamba tukiweka mikono juu Wakenya hawataweza kuvukisha mpira juu ya mikono zetu. Hawataweza, maana ni wafupi. Kabla tumalize, tuangalie mchango wa walinda lango. Ukiangalia Kenya ameweza kuokoa magoli mengi na ameweza kuokoa mikwaju ya penalti nyingi. Actually ukiangalia penalti ambazo zimeweza kupigwa kati ya Kenya kafunge. So match management itakuwa muhimu sana kwa Kenya, na mbinu ni kwamba tusiharakishe huu mpira, manake tunaongoza. Ikija Uganda itabidi yule kocha aweze kustrategize. Strategy ni kwamba tusiwache vijana wapenye vile wanavyopenya. Hao vijana wanapenya. Tukigundua kwamba wako na footwork mzuri, itakuwa vyema tubadilishe defense yetu, tucheze 6-0 defense, na sababu sisi ni warefu na Wakenya si warefu. Bora tuweke mikono juu, kwamba tukiweka mikono juu Wakenya hawataweza kuvukisha mpira juu ya mikono zetu. Hawataweza, maana ni wafupi. Kabla tumalize, tuangalie mchango wa walinda lango. Ukiangalia Kenya ameweza kuokoa magoli mengi na ameweza kuokoa mikwaju ya penalti nyingi. Actually ukiangalia penalti ambazo zimeweza kupigwa kati ya Kenya, mlinda lango wa Kenya ameweza kuokoa karibu zote. Ni mwangalifu, kijana makinifu, anajua chenye anafanya, amejitolea. Tuangalie mchango wa walinda lango wote wawili. Wamechangia vipi kwenye game? Tukianza na wewe. Tukianza, let's start from on the Kenyan side. The goalkeeper is keen. He's just on point. Yeah, and he knows what he's doing. Yeah, he's not guessing or taking chances. He's going for it. On the other side, he's also doing, and the goalkeeper on the other side is also doing something. Yeah, but mostly on the Kenyan side, I see he's also being helped. The defense is really helping. Yeah, hawajamwacha sana na pia hawajamshikilia sana. Ndugu yangu, kuna mazungumzo hapa awali ulisema kwamba makocha ambao wamekuja on board hasa kwa kikosi cha Kenya mnawapatia fursa waonyeshe weledi wao, waonyeshe nguvu zao, waonyeshe mafunzo yao. Kocha ambaye ameingia ni mpya zaidi ukikompea na yule mwaka 2018. Kocha anajituma. Je, kocha, umuhimu wa kocha wa Kenya kwenye michuano hii ni upi? Hasa ni wakocha wageni lazima wasome mchezo. Uganda si wa rais, kisiwa cha migingo bana. Hatutaki samaki warudi. Tunataka samaki wabaki kipindi cha pili kikianza. Mchango wa kocha wageni kwenye mchezo huu. Nikizungumzia makocha wa Kenya, hao vijana wawili, Brian na Cody, wote ni vijana ambaye wamekuwa wachezaji wangu katika timu ya taifa. Brian amecheza handball yake nchi ya Denmark. Hata Cody kuna wakati alitembelea nchi ya Denmark. So ni vijana ambaye wana experience nzuri ya kucheza, na pia hiyo experience ambayo wako naye nafikiri wanapoileta kwa vijana wadogo itasaidia sana nchi ya Kenya. Nafurahi manake ninapoangalia vile vijana wa Kenya wanavyocheza, and especially vile wanavyocheza defense yao.
katika handball ya kisasa unacheza defense ambayo inabadilika kila wakati, ili usimpe opponent nafasi ya kusema kwamba tunaitisha timeout. Manake Kenya wanacheza 6-0 defense, tutaenda kuwachapa hivi. Lakini unapo kila mara defense inabadilika, hiyo unamnyima opponent wako nafasi ya kuweza kujua hasa atafanyaje. Na ndivyo hawa makocha wa Kenya wamefanya, na hiyo imetusaidia sana na ndio imetupatia li. Lakini hata hivyo ulituzungumzia kuhusu goalkeeper. Goalkeeper wa Kenya amefanya kazi nzuri sana. Huu uongozi ambaye tunapata tuko nao wa goal 4 ni kutokana na goalkeeper wa Kenya. Manake amezuilia mabao ambaye ilikuwa ni clear chances of scoring. Nafasi ambaye mchezaji wa Uganda ni yeye na goalkeeper, penalty anazimwa. So huu kijana ambaye ni goalkeeper wa Kenya amepatia timu yake tayari, hii ni ushindi mkubwa sana, na ni vyema wachezaji wa ndani wajue kwamba goalkeeper wetu tayari ametushindia hii mechi. Bila shaka ni robo finali, tunashuhudia robo finali kali sana. Maana kutoka hapa kesho ni semi finali. Tunangojea mechi kati ya Uhabeshi ama ukipenda Ethiopia na Rwanda. Mshindi kati ya mechi hiyo watakabana na Kenya. Sasa iweje Kenya wamekabana na Rwanda hapo kesho? Ndugu yangu itakuwa ni patashika nguo kuchanika, au sio dadangu? I think if Kenyans take this match, if they win this one, I think they're going to beat Rwanda. Was it Rwanda or Burundi? Rwanda, no, mechi kati ya Rwanda na Ethiopia. Ambazo baadaye. Wapo Rwanda watafuzu washinde Ethiopia, na Kenya ifuzu watakutana na wa Rwanda ama na Ethiopia. Kenya itakutana au watapia. Tuanze mechi ya mwisho leo. Sawa. Kipindi cha kwanza, kipindi cha pili kinaanza, tutarajie nini? Kipindi cha pili kimeanza. Tutarajie kwamba vile Kenya wanachukua hii, naona Kenya wanachukua hii. Wamefunga bao la kwanza 16, 17 sasa. 13 kwa 12 wakati hawajafunga. Dada yangu haraka kipindi cha pili kabla turudi uwanjani. Yes. Kipindi cha pili ubashiri wako, prediction. Pardon? Prediction yako. Oh, my prediction. Wako, yeah. If Kenyans keep fighting, they can carry this one. Twende kazi. Mimi nakupa zangu. Twende kazi sasa uwanjani. Twende kazi. Turudi uwanjani. Kenya wanaongoza 17 kwa 12. Wa Kenya ndio wao. Cheza ameblock hiyo penalty. 18 sasa. 18-12. 18-12. Kipindi cha kwanza, kipindi cha pili wa Kenya kiongoza. Vijana wa Ruto, vijana wa Rigathi Gachagua. Vijana wa Ruto hawa, goalkeeper kizima penalty, tulisema huu goalkeeper anashindia Kenya hii mechi. 18-12, twende kazi. Uganda, jezi nambari 12 mwangalia, 11 mwangalia sana. Kenya na blow, kipa anafanya mapiongo, kipa anafanya kazi ya ziada. Mtazamaji, kipa anafanya kazi ya ziada. Twende kazi. 18-12. Kipa anafanya kazi ya ziada. Haya, wanaanza. Jezi nambari 14 wanapiga. Jezi nambari ngapi? 4 wanasonga mbele. Kenya wanajibidisha. Kenya wanajituma. Hapa ni kazi tu. Hakuna kubahatisha. Kazi tu. Kazi wapi? Anagonga mapua. Tusonge mbele. Wakenya wanagongeshwa. Twende kazi, advantage hiyo. Wakenya wanasonga wapi? Hawajitumi. Wanagongeshwa wapi? Wakenya wanazanzuka rusha wapi? Wakenya jituma. Jezi nambari 11 huyo. Muangalia sana. 13 kwa 18. Haya, twende kazi. Wakenya wanaanza, twende kazi. Jezi nambari ya pili, nambari ya 3 wanamsukumia. Gota za mikono hiyo. Wanaenda goal! 19. Waganda wanazuba, wanakanganyikiwa, wanaanza. Twende kazi. Haya, twende kazi hiyo. Wanakuwa jezi nambari 14 anagusa zake. Inakuwa ni vivyo sivyo. Wanakwenda pesa na 12 na kaba inarushwa. Inakuwa na okoa. Kwa hakika kipa wa Kenya, mlinda lango wa Kenya anafanya kazi ya zarusha wapi? Kipa alikuwa afanya kazi yake. Inakuwa ni vivyo sivyo. Kwenda kugusa rudisha. Jezi nambari 4 hadi wa sasa ni 18 kwa 13. Haya, twende kazi.
Jezi nambari 13 anaguzishwa. Anakwenda jezi nambari 11. Inakuwa na kaba lakini wapi? Inakuwa ni ikabu. Inakuwa ni mkwaju wa ikabu. Wakenya wanapanga. Inakuwa ni hivyo hivyo. 14-18. 14-18. Inakuwa ndivyo sivyo, ndivyo sivyo. Asante bwana Chacha. Tuko bado katika Mdhingi TV. Na tuko hapa na dada yetu Wamboi. Nĩ gũtarĩria andũ ũrĩa mũthako ũmũthĩ ũhiana. Reke andũ amũrĩ mamenye atĩrĩrĩ, handball nĩ ĩthakagwo wa mbere. Mirarani wako wa Mdhingi TV au waraki yokiha kuma kwa haya nigeki kia Ulinzi Complex. Atore woko nigeneka na katika timu ya Uganda na timu ya Kenya. Na timu ya Kenya na mahanja mtakamihi. Ngai koroma gethie na mbere guthaka bega torune mai korete muri tongoria. Ana points 19 kwa ihinda rĩrĩ. Nigone malaika mai tongoria. Enda bakoro make box lock yao kana hihi ambakoro make box ithenya rĩao kana wa semi finals. Ona nginya haha nĩ nginya Kenya ikorwo ikihotana. Kuna timu mahotiro bao ya mbere na ihinda rĩrĩ. Anagaragana katika timu ya Kenya na timu ya Uganda. Na kagura by the way, anekyo ni entertaining muno. Kuna timu shire ashikoleto shi rivals na timu ya Kenya anere kumagane do or die anagonga kagura by the way ni muthako ũreriria muno gũtindokirorera kunati uri ũraikoro ũgĩthakwo na mahanja meho na baithana kana hihi na banyanya aikora ishiria namba 11 na mupira eko yana mupira kana yeko na timu ya Kenya namba 6 agakiremo kunyita igakorekeo na timu ya Uganda namba ikena kana hii namba 6 namba nyamugago-inĩ wa Uganda aikoroge kana hihi aikoroge tena goalkeeper wa timu ya Kenya. Uone wagaragano ciragithie gukona hihi uone wagaragano ira ikorwo igithie na mbere gukoni uhagara kiharo-ini kia Ulinzi Sports Complex urikani muthenya wa rucio ni garagano cia semi finals na muthenya wa Saturday ni garagano cia finals. By the way mwekinyie guku kiharo-ini kia Ulinzi na gikondo ngihota gukorwo ikinyia kiharo-ini giki kia Ulinzi undureka no muhuthu urathie kuria mwena wa YouTube ugakorwo icaria Look Up TV na Mudhingi TV kana mwena wa Facebook tukire live. Anegaragano katika timu ya Kenya kana hihi timu ya Kenya na timu ya Uganda. Namba 14 wa Kenya namba 6 mugongo-ini ugakinia namba 3 aigo ishiria namba 3 namba 3 nake kana namba 3 ikora kigeria ushiria goal na ikora kipage kwa kidogo gitwa blocking namba 3 bado kile na mupira akageria kwa block no aikoro ni geo gikato kana hiyo aikoro kirego ni team ya Uganda aikoro ni go kana ni goal draw. Timu ya Uganda nayo mena mupira ucio namba 4 mugongo-ini namba 9 namba 8 aikoro kinegeria mupira ucio namba 8 no ina mupira ucio agagoroga kana hihi namba 11 wa timu ya Uganda namba 2 agikora hihi anaikoro tokirora betika icio kana hihi betika ya Uganda maraikoro magithaka anaikoro kinot kana hihi ni raikoro kinot namba 11 ane umwe wale make players katika timu ni ya Uganda aikoro kine mupira namba 8 mugongo-ini namba 9 namba 11 meko magithie ko goal ni ya Kenya no yakora giko kidogo gitwa blocking. Timu ya Kenya ni makina mupira ucio kwa ihinda rĩrĩ namba 2 namba 3 namba mukana hii namba 8 aikora ifungo ni timu ya Kenya ile ni point kwa timu ya Kenya. Timu yake kana hii ni betika katika timu ya Kenya na timu ya Uganda kwa ihinda rĩrĩ timu ya Kenya ni amaikora kana hihi ni matogoreti ni amaikora tu hihi amatogoreti garagano ino tukire ikereka-ini ria second half na kuna ndio na mashabiki ma timu ya Kenya kana hihi mashabiki ma Kenya na maikora makiugereria na dawe kana hihi ona ndaikora gikwira garagano ino ni do or die akora timu ya Kenya kuna timu ya Kenya anoginya maikora makihotana nigetha maikora magithikireka-ini ria semi finals ikora ni kana igakora penalty kwa timu ya Uganda meko magiscore igaikio ni goalkeeper wa timu ya Kenya namba 6 akawa mufira ucio anagena namba 14 namba 4 kana gacokire namba 14 namba 6 aikora akigeria gucaria namba 8 na wakora wetio ni timu ya Uganda meko magithi henya kure goal ni ya Kenya no magaikora magifunga ile ni goal kure timu ya Uganda. Ni garagano ragithie na mbere guku mwena wa Ulinzi Sports Complex
uguo niguo maundu makihana gikine gimotho Kenya kana hihi maundu maikarite uguo ina kana nikirekarira second half namba 14 agaikorwo gifungira timu ya Kenya neba kwa timu ya Kenya namba 14 mugongo-ini anafungia timu ya Kenya agaikorwo kia timu ya Uganda igaikorwo ne tako agaikorwo ya tuka physical namba 8 araitha namba 9 wa Uganda bari maiko magicurania hihi nekiria gukorwo kihewa thore kuna ikorwo kirwo aikara the kombethia gol kana goririkania mwathani ma handball maugite ati ugikorwo kana hihi watu guthi wathie physical kuri mundu ane hegwo ndagika cigana na cia guikara the no ni gukorwo ningi ugicokereria hihi no heo kandi na gwi kandi thatu agaragana ni cisha handball kuna garagano kana hihi akwena kandi ya yellow kwena kandi ya red na kwena kandi ya blue na no hine ikorwo kirwo ikare the ndu agutwika physical team ya Uganda maikorwo makigeria guthisadia team ya kana hii makageria gucaria gol ya Kenya na maiga ikorwo ne penalty throw ikorwo ne penalty throw kuri gol ya team ya Kenya team ya Uganda ni maragikia throw yo ana namba 13 no aikora hihi namba 13 no aikorwo gikia gol kana hihi no aikorwo ugika kindu gigwitwo penalty throw yo na ikorwo ne gol kuri team ya Uganda ikora ne game thrilling kana ne team kana ne game beteka exciting namba 10 wa Kenya ikora ifungira team ya Kenya godia one muthako wa goal o hindi ciothe kuona ati agaraga no ici cira ikorwo hihi ige na garagana ku ihinda riri ncikire 33 na 23 kuri team ya Kenya na 23 kuri team ya Uganda. Team ya Uganda gurino ne betika thrilling muno na team ya Kenya ne dual die nigetha magikorwo hihi makigira score ni kana hihi magikorwo makigira listini aria magikorwo magithaka semi finals muthenya wa rucio na gunegereria bona mwathire andu a Look Up TV nigetha magikorwo hihi ayego twarithia na ruga ya githwari ikorwo ikwira atiriri guku mwena wa Ulinzi Complex kwara githie namna gani na ne goal kuma team ya Kenya bona mwathi. Thank you muno wa boy. Tuko hapa katika Ulinzi Sports Complex ambapo tuko na mchuano ya handball ile ambaye tunaita Africa Zone 5 IHF Trophy 2022. Timu ya Kenya inakabiliana na timu ya Uganda ambapo kwa hivi sasa timu ya Kenya ikiongoza mabao 23 kwa 20. Timu ya Kenya kwa kweli imejikakamua kabisa, vijana wamecheza mchezo tofauti sana na jinsi walivyocheza dhidi ya Burundi. Ukweli wa mambo ni kwamba goalkeeper wa timu ya Kenya huyo kijana amefanya kazi, amefanyia timu yake kazi, amefanyia nchi yake kazi. Ushindi tunayepata hapa ni kwa ajili ya jinsi ya huu kijana amecheza. Kijana wa Kenya, goalkeeper wa Kenya amefrustrate vijana wa Uganda kabisa. Amezima mabao ambaye ni muhimu sana. Na kwa ajili ya hivyo Kenya inaongoza. Kenya wakicheza mechi nzuri sana. Kenya wakiwa na a lot of confidence. Wanajiamini sana vijana jinsi wanavyocheza. Ni foul hapo kijana wa Uganda amecheza vile ambavyo haistahili, na katika hiyo hali wakapoteza mpira. Now we see the Ugandans attacking, and now the right back, the left back of the Ugandan team has the ball, doing a change with the left wing, and now their big man, number 9, tried to make a score but being interfered with. It's a foul against the Kenyan team. Yeah. So Kenyan team has to keep away this big man from Uganda, number 9. They have to keep him away. They must not allow him play. Oh, not good for Kenyans. Because player number 10 is being suspended. 2 minutes suspension. Yeah, and therefore Kenyans have to rearrange their defense.
every one of them has to really make serious movements. Oh, the Ugandans happen to get a score. The left winger, the Ugandan teams gives Uganda a score. Nelly, Yeah. you can see Ugandans now, the scores are 23-21. What do you say? I think there is a bridge on the Kenyan side. Yeah, I think there is a bridge, but they need to keep fighting. They're getting a lot of fouls, 2 minutes unnecessary. I think they should just play safe to avoid such. Yeah, it's costing their team. Yeah, true, Nelly. Yeah, I think as you put it here, no wonder. Yeah, you can see the Kenyan side, the coaches, they have asked for a timeout. I think just as you have said, it's important for them to be able to work around this, because we fought very well, but now on the way we are getting so many 2-minute suspensions that would not be very good for us, and therefore I want to believe the coaches will work around this, because what is important for Kenya, they must make sure that they keep the lead. The management of the match is very, very important for the Kenyans, because they have to keep the lead, and for them to keep the lead, I want to believe the coach will be telling the boys, okay, let's do a lot of work, hard work on defense, but when it comes to attack, can we possess the ball? It is important for us to possess the ball, because if we lose this ball, we allow the Ugandans to come, then it will not be good for us, because again we'll get into something that is not right for us. We don't want to get ourselves into a problem by just losing these balls carelessly. I want to believe that's what the Kenyan coaches making a necessary mistake. Yeah, the Kenyan coaches have said that it is important that we possess this ball. It is important to care of this ball. Nelly. Let us see what Kenyans are going to give us at this particular time. Yeah, number 11 is having the ball, and he's aiming to shoot, but unfortunately loses the ball to the Ugandans, who are almost at the Ugandans have this ball, and the Ugandans, they score. The Ugandans have scored. It's not good for Kenyans at all. Again, we are losing these balls very easily. I think it would be good for Kenyans to run away from turnovers. It's important because if they are, again we lose this ball. Not good for Kenyans. Yeah, not good for Kenyans. Eroreri Amodhigi turauga ati Kenya ni meguthakite wega no ni tihega muno gwiciria ni wega Kenyans magarie to make sure ati mubira matira ote uguo na ihenya ni marata na ihenya muno wabui urona ati tondu riu ri Uganda ri ni moka muno ni mahota ku minimize gap iyo ni anyiha muno karaka nani ira thina mbere kuhihi kura kuona timu ya Uganda kama makro mari charge arese kana hapo kwa gicokeragia ni mahana ta mari charge na timu ya Kenya by the way kwa kila na hiyo kwa ni consistent na Kenya hii ndio na yeye na ndio kama kwa labda na ndio ndio ni mane kwa kwa Kenya na haria mashabiki marauga gutire ngarangano irathie na mbere agikorwo agishinda gukorwo akioywo na ndona timu kana hihi coach wa timu ino ikorwo akiingira kiharo-ini anigetha akorwo akirora muthaki namba 2 mugongoni ni wokirithi na ikorwo akigwithio ngoru-ini ya timu ya Uganda betikania ya bagudara hanini kuna mashabiki makenya marauga ni either kana hihi makoro magitagikira kana makoro makirora muthaki ucio niki agikorwo agikwo ngoru-ini anaguririkania rege timu ya Kenya ni matongorete kwa ihinda riri no turathie na mbere kana hihi timu ya Kenya ni rathie ihenya eka lose possession ya mubira kana hihi mubira ugakorwo ni urameherera moko-ini narua niguo niguo ngarangano ikihana githemba giki no rikana otore ndatinda ngikwira kana hihi ore ndathi na mbere ngikuririkanagia timu ya Kenya ni rabatara gukorwo ikihotana mbitika ino anigetha makorwo makebook slot yao kana hihi maikorwo makebook a chance yao gigwetwo semi finals igatha kwa muthenya wa rucio ana murori wa kwa Muthingi TV nguririkanie oro ringi ngarangano cio the semi finals igakorwo guku one kiharo-ini kia Ulinzi Sports Complex uguo kindu rabatana getha ukorwo kiingira kana hihi ni getha ukorwo kiona aiko timu ya Kenya ni ukorwo igithie na mbere ni magathi kana hihi ni magakorwo guku muthenya wa rucio
ko nenda ukona kana hihi gukorwo kiona magethaka undu rafatara gwika no muhutho wikinye guko mwena wa Ulinzi Sports Complex wahare uraingira tuna gibande nigetha ukorwo kirorera betike no na betike gakorwo gicokereria muthamu kana hihi amuthaki cio ngucire ni hindi aragitagikirwo na garagaro ni agikorwo githie na mbere muthaki namba 10 no kina mupira agaikire namba 3 no ko timu ya Uganda namba 10 wa Uganda agakorwo kia mupira ucio na agakorwo akigwa igakorwo kionederio goli ya timu ya Kenya na goli kana by the way goalkeeper wa timu ya Kenya ndakoretwo akuite team ino kana hihi ndakoretwo ika kindu gigwetwo saving muno ni goalkeeper muru fio tondu ni agikorwo agisave garaga no nyingi wakorwo na mugoithania wa namba 9 na namba 10 wa timu ya Kenya na Uganda muthaki wa timu ya Uganda agikorwo akigweithio thi ogwe ukorwo kana hihi igagikorwo ni throw na muthaki wa Uganda yakorwo no wagithaka raf agikorwo akihea suspension ya ndagika 2 ngona ati ni egweithagia by the way he muthaki wa mubira uikaine egaragaragia anigetha maikorwo kana makiheo kiria makiheo kindu gigwitwo penalty no timu ya Kenya makimushanuka uguo mubira ukirionga uri-ini ya timu ya Kenya mubira na timu ya Uganda na makenda mubira makigeria guceria mwaka wa guthie gukufunga na magaikorwo magifunga na possession iyo igaikorwo kana hihi goal difference iyo igakorwo igithie gicekehaga na riu ngunegererie mundu kana hihi ngunegererie mundu ugwitwo Chacha nigetha ikorwo ningi nake agitwira na ruga ya Githwairi akorwo agitwira hihi Chacha kwa ufupi hii game unaonaje ama timu ya Kenya kwanza umeona kama wamechoka ama ninaendelea? Ukiona kidogo ubunifu umetoka, ukiangalia Uganda umeanza kumark ule mchezaji ambaye ni muhimu zaidi, lakini hata hivyo tusubiri tuone, manake mambo ni magumu zaidi, manake Kenya kidogo matangazo ambayo tunakuletea iwapo Kenya ukiangalia ukiangalia ni alama moja 23 kwa 24 Kenya wafanya kazi ya ziada kama nilivyotangulia kuambia. Iwapo mchezaji wa Kenya watamakinika hasa kwenye wachezaji wawili ambao ni warefu zaidi, basi itakuwa ni vivyo hivyo, na ile ukiangalia attacking ya Kenya kidogo wamepunguza, lakini ngoja tuone Kenya wanajituma 25 kwa 23. Haya, tuende kazi. Wakenya wanamakinika zaidi, inakuwa sivyo ndivyo wachezaji wanapewa anapewa dakika 2 kutokana na amecheza madhiongo ama amecheza sivyo ndivyo sasa. Wakenya wanaongoza kwa alama 20 na ngapi? 20 hapo. Kadi nyekundu hiyo. Mchezaji wa Kenya anapewa kadi. Mtazamaji, hebu tuongelee kuhusu kadi nyekundu sasa, imeathiri vipi wachezaji wa Kenya? So hii inamaanisha kwamba kijana alipata suspensions za 2 minutes mara 2. Sasa hii ni ya 3. Sasa ikiwa ya 3 lazima upate hiyo red card. Na red card inamaanisha kwamba Kenya watacheza na upungufu wa mtu mmoja kwa dakika 2. Hiyo mchezaji atakuwa mpenzi. Ukiangalia wakati wote papo timu inapata kadi nyekundu, unaangalia wale wachezaji wanajituma, wanapossess, wanajituma zaidi. Hii inamaanisha nini? Inakuwa ndivyo vivyo basi, atunde kazi. Wakenya wanacheza na upungufu wa mtu mmoja, inabidi wamejituma zaidi. Inakuwa ni gusa za mikono angalau wakisha kwa wameweza kufunga. Haya, twende kazi. Nambari 6 nazenzuka na kwenda. Wakenya wanajituma zaidi kujua kwamba bana tuko na upungufu wa mtu mmoja. Hivyo basi lazima tukue uangalifu na makinifu. Haya, twende kazi. Wanaanza pale Wakenya advantage. Wakenya Waganda wanazanzuka, wanakwenda, wanakimbia kweli, wanaruka, lakini wapi? Moja na save. Goalkeeper anafanya kazi ya ziada. Inaokono wa kurusha wakati wote ule
Naona wachezaji wa Rwanda wanaingia uwanjani. Mechi baadaye wa Rwanda watatanzuka dhidi ya wabeshamu kipenda Ethiopia. Haya, inatupiliwa mbali hiyo bao. Inakuwa ni kuanza. Haya, twende kazi. Wanakenda pale Kenya, jezi nambari 14 anaguza pale na jezi nambari 10. Jezi nambari 10, jezi nambari 3. Inakuwa ni gusa ni kuguse. Baadaye Rwanda wataingia, wanachungulia kwa mbali kwa vipi. Haya, wanapoteza. Inakuwa sivyo ndivyo sivyo, na kuona kurusha kwa upande wa timu ya Uganda. Haya, penzi mtazamaji, ndivyo mambo yalivyo. Wa Kenya wanajibidisha, wa Burundi wanaingia, wa Rwanda wanaingia. Nambari ya 3 anasukumwa, anasakamwa, lakini inakuwa ndivyo vya mpira. Haya, Wakenya wanajituma zaidi. Matangazo ya moja kwa moja. Za Uganda, za Ethiopia. Wanazidi kuongoza wa Kenya. Haya, jitume, kumbuka kwamba ni robo finali ya kwanza hii. Robo finali ya pili, samahani. Wapo Kenya watafuzu, basi watakuwa wanacheza kati kukamilika. Referee kutoka Togo anasema kwamba ibana, subirieni matokeo, subirieni bana, kipenga kipulizwe. Twende kazi. Uganda wanazanzuka, wanakimbia, lakini wapi na kwani yapoteza hiyo. Wanaanza kwa haraka. Wa Kenya wanaanza, anamkaba, inakuwa ni foul. Anaangushwa. Mkenya anaingia. Wanapoteza muda wa Kenya. Wanapoteza muda, maana inaonekana kwamba wamechoka. Maana kumbuka kwamba wanacheza na upungufu wa mchezaji mmoja. Twende kasi. Gusa na kuguse. Inakuwa ni vivyo hivyo. Gusa ni kuguse yake wa Kenya, lakini tuone vile mambo yanavyokuwa. Twende. Haya, robo finali ambayo inasubiriwa zaidi ni kati ya Wabeshi na ukipenda wa Rwanda, mabingwa watetezi wa Rwanda. Twende kazi. Jezi nambari 10, nambari ya 9 anaguzishwa. Inakuwa ni jezi nambari 3 anatafuta nafasi upenyo, lakini wapi, anakabwa. Nambari 3 anatafuta upenyo, anakabwa, anaangushwa. Inakuwa ni mpira wa ikabu. Ikabu hii wa Kenya wakipoteza muda kwa sababu wamepata nafasi, ruka 3, ruka nde, upenyo, na wapi, gusa, golio. Namna gani? Wa Kenya wanazidi ubabe wao, wanaendelea na alama zao. Gusa ni kuzisha jezi nambari 11, muangalie. Anaingia jezi nambari 9 huyu. Muangalie zaidi, anaruka, anakaba, anaruka na kuzisha. Goalkeeper na save hiyo. Goalkeeper wa Kenya anafanya kazi ya ziada. Itabidi nimeongea na goalkeeper baada ya uchambuzi huu. Itabidi nimeongea na goalkeeper. Ndio hivyo wanachacha. Na kama una zawadi, umpe huyo goalkeeper. Nitampatia. Nitamhoji huyu. Kijana Mkenya huyu amena bidii, ameinua nchi yake huyu kijana. Safi kabisa, mzalendo wa kweli huyu. Twende kazi. Inakuwa ni vivyo hivyo. Inakuwa narusha nje. Haya, twende kazi wa Kenya, Uganda na goalkeeper na rushwa. Inakuwa ni vivyo hivyo. Twende kazi. Haya, namna gani hapa? Inakuwa na kombe ya kumaliza mchuano huu. Haya, twende kazi. Inakuwa sivyo ndivyo sivyo. Inakuwa ni alama ya 27 kwa 26, alama moja wanaachiwa. Inakuwa ni foul hiyo. Alama ya 27 kwa 26. Haya, Kenya 27. Mambo yanachacha, mambo yanazidi kutokota. Inakuwa sivyo ndivyo sivyo. Jezi nambari 3 huyu ni ana wapi? Goalkeeper anafunga. Wanakwenda na angusho, na kuwa ni vivyo hivyo.
Wakenya wanajituma. Kapteni huyo mzuri zaidi, anakaba zaidi. Haya, Wakenya wanarudi nyuma kudefend ile. Inakuwa ni kujituma zaidi. Kujituma wapi? Anangusho wapi? Anaruka wapi? Inakuwa ni mpira wa ikabu. Alama 27 kwa 26. Mchezo unakuwa mkali zaidi. Wapi? Inakuwa ni kurushwa nje. Inakuwa ni kona ile. Inakuwa ni kona, wanaanzisha Uganda. Wako alama moja nyuma. Haya, wanaruka pale, jezi nambari ngapi ile anaruka, inakuwa ni vivyo hivyo. Wanalingana alama 27 kwa 27. 27 kwa 27. Kazi ya ziada Kenya wanayo. 27 kwa 20. Kenya wana kazi. 27 kwa 27. 27 kwa 27, mpenzi mtazamaji. 27 kwa 27. Wakenya wana kazi ya ziada. 27 kwa 27. Itabidi Wakenya wamejituma. Manake Uganda wanajituma zaidi. Haya, jezi nambari 8. Acha kupatia vile mambo yalivyo uwanjani. Ruka juu kwa juu na kabu, inakuwa ni fall. Kenya na Biro wamejituma. Kasi imekwenda chini. Manake Uganda wakitangulia itakuwa ni kazi zaidi. Ruka juu wapi, anangushwa, inakuwa ni fall. Haya, hadi wa sasa ni 27 kwa 27. 27 kwa 27. Inaruka juu, kapteni huyo gusa ni kupe wapi, inakuwa ni overlapping. Twende kazi, advantage ya Kenya. Vipi hapa? Uwanja umejaa mashabiki kweli. Wakenya na matumaini ya kufuzu mbele. Iwapo Kenya watemili mechi, basi watakuwa na fuzu mbele kabisa. Jezi nambari 3, nambari ya 14, inakuwa ni gusa ni kuguse. Anacheza pale, anasukumwa wapi, namna gani, anashindwa kufunga. Waganda wanajituma. Golikipa timu zote mbili wanajituma zaidi. Gusa ni kuguse mikono, wanageuka. Jezi nambari 11 ruka nambari 9 wapi, inakuwa ni advantage hiyo. Hamna goli, twende kazi. Haya, inakuwa ni 27 kwa 27. Inapata shika nguo kuchanuka. Wakenya wakijituma zaidi. Captain yule Uganda anamwangalia zaidi, manake huyu ni mchezaji hatari na jezi nambari 19. Na Wakenya itakuwa ni kuruka, wanasakama, lakini wapi, gusa wapi, inakatari wa kipa na save. Hapa kipa na save, kana kazi ya ziada. Waganda wanaitisha half time ile. Waganda wanaisha half time ile ikiwa ni ngapi? Inakuwa ni equal kwa equal. Mpenzi mtazamaji, 27 kwa 27. 27 kwa 27. Tuna kwenye uchanganuzi wa kina. 27 kwa 27. Kazi ipo ama haiko? Nafikiri si vyema kwetu. Manake timu ya Kenya ilikuwa imeongoza kwa bao 3. Itabidi wajipange. Manake vile tunavyofanya tunaharakisha sana. Tulisema kwamba kama Wakenya lazima washinde hii mechi, lazima wafanye kitu inaitwa match management. Na match management ni kwamba wanaongoza, na vile wanaongoza wa maintain hiyo lead ya bao 4, wasiharakishe. As long as ball iko kwenye mikono zao, hakuna mtu atawanyang'anya. Katika defense wafanye kazi mingi, katika attack wachukue muda wa kutosha. So nafikiri kocha lazima sasa afanye, manake sasa tumetoka hapo, sasa hatuko hapo tena. Hapa ni patashika nguo kuchalika, komboa mtu ufe. Sasa hatuko katika match management, tumetoka hapo, manake sasa ishaenda hivyo. Sasa tuko draw, lazima sasa tukuje na mechi nyingine mpya ili tuweze kuchukua hii mechi. Safi kabisa. Moto mapumziko ule, kipindi cha pili kinashuhudia mashambulizi zaidi. Twende kazi. 27 kwa 27. Wakanda 27, Kenya 27. Wanapata muda mapumziko. Kenya wanasonga, lakini wapi, nakabwa, lakini wapi. Goli. Wakanda wanaongoza 28-27. Inakuwa ni vivyo hivyo. Haya, twende kazi. Wakanda, Kenya tabiri wamejituma zaidi. Kenya na Biro wamejituma. Inakuwa ni goli hiyo. 28 kwa 28. 28 kwa 28. Tunaanzia hapo mechi sasa. Mipeno kwa ni funga ni kufunge. Haya, mchono mtamu. Funga ni kufunge. Funga ni kufunge hapa. Gusa za mikono. Man mark.
Inakuwa ni mpira wa ikabu, wanapachwa dakika mbili za mapumziko. 28 kwa 28. Mbuka mechi ambayo tutakuwa ifuatani kati ya Habeshi na Rwanda. Tayari wamekwisha kuita kambi. Jezi nambari 11 leo amekaba kweli, ruka 3 ruka 4. Nipe nikupe, inakuwa ni vivyo hivyo. Jezi nambari 8 wapi? Gusa wapi? Gusa Zui, anakuwa ni 29 kwa 28. Dakika mbili zaidi. Hapa leo ni leo. Wakenya leo ni leo. Wamepungua Wakenya wakiwa wanalemawa zaidi. Namna gani hapa? Maarifa vipi? Kujituma ndio muhimu. Wakenya wanapungua, inakuwa ni overlapping hiyo. Time out kwa Kenya. Wachezaji wamepungua, Wakenya mioyo imekufa sasa ndugu yangu. Wachezaji wa Kenya wamepungua, manake tumepata kuadhibiwa tulipocheza vibaya defense, tumepata kuadhibiwa tuko wachezaji wawili nje. Hiyo si mzuri sana kwetu, manake inamaanisha kwamba Uganda wakipata hiyo mpira kuna uwezekano waongeze mabao zingine 2. Lakini ukiangalia tuko na kadi nyekundu bado iko nje. Tumepata adhabu ya wachezaji wawili. Tuko wachezaji 4 dhidi ya 6. Tufanyeje hapa? Hapo sasa ni bahati nasibu. Manake hakuna ujanja. Lakini vile wanaweza fanya ni hivi, nikilete mawazo ya kocha, ni kwamba tuko 4. Wale watu wametuzidi. Mpira tusipoteze. Tuingie, wacha watushike, wakitushika firimbi itapigwa, tunaanza mchezo upya, tunaingia, tunashikwa, tunaanza mpira upya. Hiyo ndio mbinu ambayo itatumika. Haya, tuende kazi, jitume zaidi, alama nyuma mbele. Hapa ni mbaya, nipe nikupe. Inakuwa ni kujituma zaidi. Wakenya watafanya aje? Goalkeeper hapa pia anatafanya mchezo wake. Inakuwa sivyo ndivyo 29 kwa 28. Wakenya wana kazi ya ziada. Mchuano zaidi. Wakenya ni kujituma. Itakuwaje? Manake hapa wanalemewa mchezaji mmoja. Itakuwa vivyo hivyo, inagonga goal post hiyo. Namna gani? Wakenya wanapungua. Itakuwa ni kujituma zaidi. Uganda pia wanakanganyikiwa. Mimi nakuletea matangazo haya moja kwa moja. Kumbuka kwamba ni 29 kwa 28. Hapa wenzangu wanajikuna vichwa. Wanajikuna vichwa kweli. Twende kazi. Haya, Uganda wanasherehekea, migingo inasonga wapi? Wanajituma wapi? 30 kwa 29. 30 kwa 28. Kazi ipo. Kazi ipo. Kazi ipo. Kazi ipo. Kazi ipo Kenya. Kazi ipo. Kazi ipo. Kazi ipo. Kazi ipo. Kazi ipo. Kazi ipo hapa. Manake tumelemewa kweli. Uganda wanasherekea. Uganda migingo imeenda. Namna gani hapa? Kazi ipo. Go anapoteza. Yoyoma. Dakika zinayoyoma. 30 kwa 28. Kazi ipo. Kazi ipo hapa. Kazi ipo. 30 kwa 28. Wachanganuzi wangu wamekataa kuhusishwa kwenye matangazo. Weka ndani. 40 31 28. Mechi imeisha. Mechi imeisha. Penzi mtazamaji, mechi imeisha. Inakuwa ndivyo vivyo basi uchanganuzi wangu. Waganda wanasherekea kwenye mchuano huu ambao umekuwa ni mkali zaidi. Wakenya wakilemewa kwa mechi ya 30. Mechi imekuwa kali zaidi. Mchuano ambao utakuja zaidi ni kati ya Rwanda na Habeshi. Basi itakuwa ni sivyo ndivyo sivyo. Mechi ya robo finali ya Kenya wakipoteza kwenye mchuano huu. Robo finali ya kwanza ilikuwa kati ya Sudan Kusini na vile Kenya. Hivyo basi ilikuwa ni mchuano ambao ulikuwa ni mkali zaidi. Kenya imekuwa ni mgumu zungumza na wao kwa kwamba mechi imekuwaje, mchuano umekuwaje. Waganda wameweza kufuzu
imekuwa ni mechi gumu zaidi, mechi kali kubwa zaidi ndani ya ukumbi huu. Tutakuwa naenda kusemezana na wa Kenya na vile vile wa Uganda. Tutakuwa na mwisho zaidi captain wa Kenya kusema nao mchuano umekuwa aje, umekuwa ni mgumu zaidi. Je, Uganda wameweza kufuzu? Hivyo basi tuone vile mambo yalivyokuwa. Mambo yamekuaje? Wa Kenya wakaenda kupiga dua yao, wa Kenya wakaenda kuomba, wamepoteza. Waganda wale pale, kocha mkuu akipoteza mechi hii ambayo ilikuwa ni mechi ya kali kabisa, mechi ya awali. Wa Kenya ndio hapa tena kuongea na kocha mkuu na vile vile kocha wa timu ya Rwanda. Tusikie vile mbona wameweza kupoteza mechi na mbona upande wa Uganda wakisherekea mechi yao. Mtaenda kupata fursa za kocha mkuu. Na kocha, karibu tuseme haraka mweze kupoteza mechi ya hapo awali, mechi ya leo dhidi ya Uganda. Na kocha, kwanza mmejaribu, hongera, haikuwa margin kubwa. Mambo yameenda wapi Murama? Sijakusikia. Mambo yameenda wapi Murama hii leo? Hizo madakika mbili tumepewa dakika mbili dakika mwisho. Tukabaki wachezaji wanne na wao walikuwa 6. Hapo ndio umekuwa upungufu wetu. Lakini kuanzia mida first half tumecheza vizuri, second half hadi 20 minutes tumejaribu kwa contain. Kadi nyekundu mmepewa, mkaadhibiwa. Kadi nyekundu imekuathiri aje hasa baada mchezaji wako mmoja kupatiwa kadi nyekundu? Kadi nyekundu imekuja kwa sababu alipewa dakika 2 mara 3. Ya kwanza alipewa tukiwa mechi imeanza dakika 2, hizo 2 zingine alipata second half ndio akapewa kadi nyekundu. Sasa mnaenda kama playoff, mtarajie nini sasa kutoka hapo? Ushindi. Safi kabisa na hongera. Haya, mtana kuongea nao wachezaji wa kikosi cha Rwanda. Uganda hao wanaenda kusherekea zaidi. Tutakuwa nikizomeza nao hao. Wameweza kufanya kazi yao bomba zaidi na kufanya kazi kuwa bomba. Wameweza kushinda mechi yao ya mapema zaidi, mechi ya robo finali ikiwa na alama ni ya 31-28. Hawa ambao wanasherekea ni wachezaji wa Uganda. Labda tutaenda kupata hisia zao, kocha mkuu imekuwa aje na vile vile captain wao, mambo yamekuwa aje hasa kwenye mshindano wa Gabna. Tutaenda kuongea na baadaye na captain na labda ndio kwanza kumpata baadaye. Lakini ndivyo mambo yalivyo katika uwanja huu. Uganda sasa wameweza kufuzu semi-finali ya kwanza hasa baada ya kushinda mechi ambayo inaanza kufuata zaidi ni kati ya Rwanda dhidi ya Wabeshi ama ukipenda Ethiopia. Ni mechi ambayo tunaisubiria kwa hamu na hamumu hasa kwenye uwanja huu wa Ulinzi. Mechi hapa awali Sudan Kusini waliweza kuishinda Sudan Kusini waweza kushindwa na Burundi kwenye playoff kisha kama basi wameweza kupata mechi hiyo. Tena kupata kocha pale manake alivyo unaweza kuongea na captain wa kikosi kile cha mechi hiyo ya hapa awali. Na ndivyo mambo yalivyo my friend. Huyu ni nahodha mkuu na vile vile nahodha wa kikosi. My friend, what a tight game once again. What a tight game, but congratulations for your win. Thank you so much. Once again, I'm Lucia Lukwago Sharif, team captain Uganda. Yeah, we had a match with Kenya, but Kenya wasn't either team. But for God be it, God helped us and we won this game. Let me ask a question. For the first half, you went, Kenya were leading with a margin of 4 points. You came, you regained. What are the mistakes you identified in your squad that made you strong and win this game? Kenya, in the first half, we failed to analyze their second half. As we went back for the break, our coaches tried to give us the best technique, whereby he told us how to defend those physical players who were disturbing us a lot in the first half. That's how we managed to defend them very well, and we utilized our chances of scoring.
Yeah, maybe you play your players as they celebrate. Maybe they could come here. We interview them. And as we talk to one, these are some of the players on wachezaji wa Uganda ambao wanafurahi zaidi ndani ya mchezo huu. My friend, tell me, how was the match? And after winning this game in Kenya, let's tell us. We start by your name. How do you feel after winning the first quarter-final of the game? Yeah, by the names I'm called Anguzu Juma from Uganda. I feel good. I feel interested. And I feel better in this game because for sure I wanted this game. We wanted it in all our hearts. I thank my teammates. They did the best. That's why we joined our hands together, and when what we performed very well. All right, now let's talk to you. You're one of the key players in the Ugandan game. We saw your coach leaving you behind in the first half, but you are brought in. You're among the key pivot player. What role have you contributed towards the winning in the Kenyan game? First of all, I'm called Semir Medga, and I'm a left back. So what I will say, the technique of me coming in last was to supply balls, because I'm more of a guy who does more feints. So I had to supply balls to my. So me coming in last, it was the trick. Yes. Maybe talk to the goalkeeper. Young man, you've played very well. Maybe give him a clap. Okay, give him a clap. All right. You're in the goalkeeper. My friend, you played a big role in winning the game. You defended very well. The penalties, the kicks from Kenya. What's some of the things that you consider maybe when you came to the game that you consider the Kenyan? Here we go. 1, 2, 3, let's go. Well, to the coach welcome and congratulations to your squad. Coach answer again, what a tough game, what a win, what a small win, but a bigger win for you. That's a good game. That's nice. Let me talk to us. What kind of team that you made in a squad? Then you want a big of this game. You've now qualified to the semis. You'll either meet Rwanda or Ethiopia. What is your take on this if you meet Rwandans again?